Najua hata wewe unatamani kuwa na mafanikio hata sasa hivi, yani unatamani uwe na kila kitu unachokitaka kwenye maisha yako. Lakini niamini mimi, mafanikio ni mchakato, sio kitu cha kulala na kuamka. Mafanikio lazima upitie hatua zote, step kwa step. Ni mchakato wa kujifunza, ni mchakato wa kujenga tabia, na ni mchakato wa kuchukua hatua ndogo ndogo kuyafikia mafanikio yako. Unavyotaka kuanzisha kitu chako chochote, usitegemee kwamba kitalala leo kesho kiamke kiwe kimekupa kile kitu unachokihitaji. Lazima uanzie mbali, lazima ukubali kutoka from the scratch, lazima ukubali kutoka sehemu kama ya kawaida loko, unaanzisha kitu from the ground. Hapo ndo mafanikio yanakotengenezwa. Lakini kasumba iliyopo kwamba sasa hivi watu wanapata mafanikio kwa haraka haraka, sijui kuna sehemu unajiunga unafanya nini, mafanikio hayo hayana raha na wala sio ya muda mrefu. Jifunze kutengeneza mafanikio ya kweli kwa kutokea from the scratch. Hamna kitu kizuri kama kutengeneza kitu chako. Like mimi nina furaha sana 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 ninapotengeneza Skankara project kutoka chini, kutoka magetoni. Yani uhalisia mimi mwenyewe nahusika 100% kwenye kuikuza project yangu. Like kutengeneza kila kitu, kustructure kila kitu mpaka hii project isimame. Like hii project inanihitaji kwa kiwango kikubwa sana, mawazo, nguvu, akili na kifedha pia. So this is how mafanikio yanatengenezwa. Wewe leo anza kutengeneza plan za kitu unachokihitaji kwenye maisha yako. Unayataka mafanikio aina gani na kutokea kwenye engo gani? Kama ni kitu kinakuhitaji wewe kukitengeneza, lazima ukubali kupitia process za kuyafikia mafanikio. Usitake kulala leo na kuamka kesho umefanikiwa. Hiyo ni ndoto ya bunwasi. So lazima ujikaze, lazima ukaze mshipa, lazima ukubali kujifunza, lazima ukubali kurekebishika na ukubali kuchukua hatua ndogo ndogo. Watu wengi wanaogopa sana kuchukua hatua ndogo ndogo. Like hata mimi mwenyewe sometimes, kuna kipindi kabla sijaanzisha Skankara project nilikuwa naihofia sana. Like ni sehemu ya kawaida sana, very simple, ni chumba changu mimi mwenyewe, lakini nimekidecorate, nimekifanya studio ya mimi kuproduce the Skankara project. Sasa ningekuwa nataka nianzie kwenye studio kubwa ambayo imekamilika na makamera na manini means mpaka leo ningekuwa sijaanzisha hii project. So hata mimi ninawashauri, anza ulipo, kubali kuanzia ulipo. Watu wengi hawataki kuanzia walipo na ndio maana wanachelewa sana, lakini nobody cares. Tena watu wanapenda sana ukianzia kwenye the ground, waone unavyokuwa nao taratibu taratibu. So ushauri wangu mimi kwa vijana, tengeneza njia yako mwenyewe, tengeneza nuru yako mwenyewe, yatengeneze maisha yako ya miaka 10 inayokuja wewe mwenyewe. Leo sasa hivi, amua sasa hivi kwamba mimi nataka kuwa mtu fulani na nitakuwaje mtu fulani. Lazima wewe ukubali kuanza kuchukua hatua ndogo ndogo kuzifikia ndoto zako kila siku. Usikubali kukaa au kulala sana au kujisahau au kusikiliza sana maneno ya watu wanaokuambia huwezi au hicho kitu hakina impact, kwa sababu wanakupoteza na watakupotezea future yako kabisa. So tengeneza ratiba, kuwa na ratiba yako maalum ya mishe zako zote, kuwa na nidhamu, alafu fanya mambo kwa kujirudia rudia. Kama wewe ni chochote unachokifanya, hata kama kikifeli, jitahidi kurudi tena, kukirudia kile kitu. Uone hapa nilifeli, kwa nini nilifeli? Unakirudia mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Repetition inamtengeneza mtu anakuwa bora, anakuwa imara, anakubaliana na changamoto nyingi, na mwisho siku mtu anakuwa na uelewa mkubwa sana na hicho kitu. Kufanya kitu kwa kukirudia rudia ndio inamtengeneza mtu bora, inamtengeneza mtu anaonekana. Unaweza kufika sehemu kafanya kitu watu wakasema huyu jamaa akifanya ni amemaliza, lakini hawajui hustling unazozipitia behind kabla hujija kuwaonyesha watu. Kumbe wewe hicho kitu kabla hujakifanya umeshakifanya zaidi ya mara 100 nyuma. Umeona, lakini watu hawawezi kuelewa haraka haraka. So jitahidi wewe mwenyewe unavokaa, fanya kitu chako mara kwa mara, rudia, jifunze, tengeneza ratiba jinsi ya kukikamia iko kitu. You know what I'm saying? So ukiwa na nidhamu, ukitengeneza ratiba na ukifanya kitu kwa marudio yale, ni lazima ufikie unapopataka. Kwa sababu gani? Huo ndo mchakato. Utajifunza, unachukua hatua ndogo ndogo. Leo ukikwama hapa, means kesho utakwama hapa. Kwa hiyo maana yake kuna hatua umeipiga. Kwa hiyo
Huo ndo mchakato wa kuyafikia mafanikio. So shout out kwa kila mtu. Hii ni Skankara Podcast. Drop your comment, niambie wewe unajifunza nini, wewe unapambania mishe gani, na nini kinakukwamisha na ni kwa nini kinakukwamisha. Tupige story nyingi sana hapo chini ili tuendelee kujifunza kwa uwazi na kwa upana zaidi, au sio? Peace out.